mwega mwiroreri wa Gikuyu TV netwoka ni hwaini ungi thini wa tafarira ya urigitani iria tukurehagira kuma muthenya wa kiambiriria oginyagia muthenya wa kana tukageria gukumenyithia na gukwira uhoro wa ugima mwega wa mwiroreri ngwiraga mwiroreri wa Gikuyu TV ni ati urigitani ni utonga munene muno thini wa mwiri wa mundu na nikio muthenya wa umuthi tunyitanire na ndagitari Mutuma wa kuma the Zambezi Hospital nigetha atuike wa kutwerethera maingi megie murimu wa kansa na umuthi tugutwika kana tukurora muno makiria uhoro wigie kansa ya nyondo na itekuria maregu ni gwenda gukaribisha ndagitari Mutuma na ndukariganirwo umuthi tugutwika wa gutabania uhoro wigie kansa na njira ya githweri nigetha nginya uria wi hau to mugiku tugutwika wa gukorwo orora thi muthenya wa umuthi kana ni muhoka tugithie makiria mbere na tukorwo tugitangikira mundu ngitiga Mugikuyu nigetha tondu tugaga session ino ya Gikuyu TV ni murori wa Mugikuyu koguo tukutwika wa gukinyira ange na itekuria maregu reke karibishe ndagitari Mutuma. Habari yako daktari? Mzuri sana. Karibu kwenye Gikuyu TV. Asante sana. Labda ungeangalia kamera yetu na usalimie mtazamaji. Watazamaji wote na wasalimia leo. Na kwa majina naitwa Dr. Geoffrey Mutuma, nafanya kazi hospitali ya Zambezi Hospital ambao iko Nairobi South Sea, na tuko na branch nyingine ambao iko Mombasa Intuda, na sana tunaangalia kwa udani ugonjwa wa saratani ama cancer. Na kwa hivyo leo ni World Cancer Day, 4th of February ni World Cancer Day. Leo ni siku ile ambao ulimwengu wote tunaimiza watu juu ya saratani. Manake saratani imeshakuwa kwa wingi, sio hapa Kenya peke yake, lakini ni ulimwengu yote. Lakini vitu tumeshaona ni kwamba saratani imeshakuwa kwa wingi sana hapa Africa, na sana in Central Province. Kutoka na saratani mingi sana na ndio maana siku kama ya leo na hii mwezi ya pili tunaongea sana juu ya awareness, juu ya kuhimiza watu juu ya saratani. Manake siku nyingi watu wanaumea ama wanakojeka, na sana watu wengi wanatuacha wakiwa na ugonjwa wa saratani, maana hawajui sana. Na ile ya kwanza ni kwamba saratani haina uchungu. Watu wengi wanafikiria kwamba saratani iko na uchungu, lakini saratani haina uchungu hata kidogo. Saratani inakuwa na uchungu kwa stage 4 ambao mtu hawezi kufanya kitu. Na ndio maana ile tunataka sana ni awareness, tuambie watu juu ya saratani. Ile kitu ni screening. Na screening sana ni kuangaliwa ukiwa una uchungu yoyote. Na ndio maana the most important thing na ile tutaambia watu ni kuhakikisha kwamba wanajua juu ya saratani na wanafanywa screening. Na kama mwezi wa pili tutakuwa na matembezi, na tutakuwa matembezi the last weekend, that's on 29th. Na hii ni kuhimiza watu juu ya saratani, na hata mwezi wa pili tutakuwa tukipima watu bila malipo. Na alafu hatuwezi kupima saratani zote. Tunapima saratani ya breast, that is cancer of the breast, saratani ya cervix, that is cancer of the cervix, alafu tutaangalia kwa normal, tutaangalia prostate. Manake hizo ndio saratani ziko kwa wingi sana hapa Kenya, na hizo tutakuwa tukiangalia watu bila malipo from kutoka tarehe 15 mpaka 29 of this month. Yes. Okay. Sasa siku ya leo nataka tuambie mtazamaji kuhusu saratani ya matiti. Saratani ya matiti. Oh, right. Yes. Saratani correct. Na sasa kwa sababu tukiangalia percentage kubwa ya wanawake unasikia kwamba wengi especially wanawake unasikia wengi wanaumia kutoka na saratani ya matiti. So unaweza tu ambia mtazamaji saratani ya matiti ni nini? Saratani ya matiti, cancer of the breast, is the commonest cancer in the world in women. Saratani ya matiti iko kwa wingi sana kwa wanawake, sana hapa Kenya. Na tunaona saratani ya matiti ndio leading cancer in Kenya in women. Na ndio maana saratani ya matiti iko na causes mingi ama risk mingi. Na ndio maana kuna vitu ile inawezesha mtu akuwe na saratani ya matiti.
saratani ya matiti haikuwa hapo, ilikuwa hapo zamani, lakini sio kwa wingi sana. Na the risk factors ama vitu ile inawezesha watu wa kuwa na saratani ya matiti. Kwanza ni there are three things mainly. Kwanza ni diet. Diet sio mzuri siku hizi. La pili ni weight. Na tatu ni reproductive cycle of women. Kwanza tuanze na the food or the risk factors ile inafanya tukuwe na saratani ya matiti kwa wingi sana. Kwanza ni tunakula chakula ile iko refined. Na tunakula sukari mingi sana. Na tunakula starch ama refined food. Tunakula sukari mingi sana, na hiyo sukari mingi tunakula sana inatuwezesha tukuwe na overweight, because obesity is one of the risk factors of cancer of the breast. Kwa hivyo kwanza ni chakula, na ile ingine ni obesity. Na ile na changia sana tukuwe na saratani nyingi sana ya matiti kwa wanawake hapa Kenya ni reproductive issues. Kwanza apart from obesity and diet, unakuta kwamba siku hizi there is what we are calling the first child bearing age. Women nowadays, wanawake siku hizi wako na a lot of hormones. Now those hormones, remember, cancer of the breast is hormone related. And that's what unakuta kwamba siku hizi wanawake wengi they are at risk of having cancer of the breast. It was still there, but nowadays the risk is very high because the first child bearing age, most of the women are wanawake wengi wanakuwa na mtoto wa kwanza at age of 35 years, 30 years, the first child. It means that inamaanisha kwamba huyu mwanamke amesha exponsiwa kwa hormones kwa muda mrefu sana. The exposure of the hormone, that's where the problem is. And then there's another risk factor which is actually real, is that using other hormonal additives. Somebody is not the lady is not having the children and then is having other hormones, and that's contraceptives. Contraceptives is a major contributing factor for the risk factor for cancer of the breast. And then apart from that, we have the breastfeeding, the time of the women breastfeed. Unakuta kwamba wanawake wengi wana breastfeed for a very short time. And remember, the issue of the breast is actually hormones. Ile inachangia sana saratani ya wanawake ni hormones. And that's why once we know how to deal with hormones, it becomes easier for us. Remember, cancer of kumbuka kwamba saratani hakuna ile inasababisha, kuna risk factors. Kuna ile inafanya watu wakuwe na cancer. Ndio naona kwamba cancer of the breast siku hizi kwa wanawake sana hapa Kenya is very common. Now our projection, every 9 women in Kenya, 1 woman of cancer of the breast. In Britain it's different. It's every 8 women, 1 woman of cancer of the breast. That tunaona kwamba saratani ya matiti iko kwa wingi sana. Na ukiangalia the risk factors kama ile inafanya watu wakuwe na saratani, kila mwanamke akona all those risk factors. Lakini ni mzuri kumbe kwamba hatujui ni nini inaleta saratani. Hatuwezi kusema kwamba ati ukiwa una hiyo risk factors huwezi pata. Kuna watu wengi wameanza kuzaa wakiwa wadogo sana, wako na watoto wengi sana, hawatumia hormonal pills even a single day, wako na saratani ya matiti. Tukiongea juu ya saratani, tunaangalia the population. We look at the population, not as individual. Manake saratani nyingi sana hatujui kwa nini inakuja kwa watu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema mimi siwezi kupata saratani ya matiti manake sina hiyo risk factors. Na ni for all the cancers, all the cancers are like that. Nobody can say that I cannot have cancer because I don't have these risk factors. Nobody. And that's why kwa saratani ile kwa muhimu sana ni the awareness and the screening. Watu wajue juu ya saratani na waende waangaliwe wakiwa sio wagonjwa. Okay. Yes. Sawa sawa. Yeah. Na umesema mambo ya reproductive system, as in umesema kuna ile miaka mwanamke anafaa kuwa ashapata mtoto. Labda unaweza tuelezea kwa urefu kidogo, kwa sababu umesema mtu aliye na miaka
tuseme 20 na kitu, tukiweka kwenye weighing machine, risk factor yake ya miaka 20 na kitu ni ndogo kuliko mwenye amezaa akiwa na miaka 35. Labda utuelezee kwa urefu, ukisema reproductive, ni wapi mwanamke tunasema zile preventative measures? Unajua hiyo hatuwezi kuongea sana, manake you know, unajua ile inasababisha ama the risk factors is in general, and huwezi kusema ati watu wanataka wakuwa mezaa ukiwa na hii miaka, huwezi kusema namna hiyo. Lakini tunasema ukiangalia kwa population vile watu wako siku hizi tunakuta kwamba watu wengi wanakuwa na first child at around 35 years 30 years. Inamaanisha kwamba amekuwa na exposure ya hormones for all these years. Alafu the lady who started delivering at 20 years hakuwa na a lot of exposure of hormones, and that's ndio wanaona kwamba wanawake wengi wanakuwa na siku hizi. Beleni watu walikuwa na wanaanza kuzaa mapema, ndio saratani ya matiti kwa wingi sana. Lakini siku hizi kwa sababu watu wengi wanaanza kuzaa wakiwa na 35 years, that exposure of the hormones, that's where the problem is. Sawa. Na labda utueleze tukisema mambo ya saratani ya matiti, kwa ile elimu ninayo kidogo mingi, najua iko na stages, cancer ina stages. Labda unaweza tueleza hizi stages za cancer ni gani? Stages for cancer, sana saratani ya matiti. Kwanza saratani ni uvimbe, na tunataka wanawake wengi wakuwe aware ama wajue saratani inaweza kushika mwanamke at any age. Tunaanzia from the age of 9 years. Sana tulikuwa tunasema 25 years, lakini umeshakuta kwamba kuna wasichana wengi 18 years, 14 years, 20 years they have got a swelling in the breast. Ndio maana tunahimiza ni mzuri wanawake wafanye self breast examination. Self breast examination ni wajiangalie. Manake kwa vile nimesema saratani haina uchungu, na ni mzuri wanawake wakuwe na self breast examination. Kumbuka kwamba wanawake wote wale wanajua wako na saratani ndio wana discover, sio daktari. Wanajiangalia, wanakuta kwamba titi moja iko kubwa, ama unashika titi moja kuta kuna kitu kuna vimbe ndani. Na saratani uvimbe haina uchungu. Najua kuna watu wengi sana unasikia matiti yako iko na uchungu, na sana ukiwa na usaa iko na uchungu na unasikia uchungu, hiyo sio shida. Lakini ukikuta uko na uchungu kama matiti yako na uko na uchungu kwa matiti yako, hiyo ni mzuri. Lakini ukikuta kwamba uko na uvimbe na una uchungu, hiyo sio mzuri. Na ndio maana the first thing ile ya kwanza ni tuambia wanawake wafanye self breast examination, wajiangalia wao wenyewe. Second, stages of cancer. Inakuwa stage 1 to stage 4. Wanawake wengi sana, karibu 90% up to this time in Kenya wanakuja hospitali wakiwa na stage 4 of cancer. Na ndio maana tunawahimiza, tunafanya awareness na tunaambia watu wakwende screening au waende kwa kuangaliwa, ndio wasikuwe na hii cancer at stage 4. Stage 4 ya cancer unakuta kwamba umeanza kuwa na dalili. Manake stage 1, stage 2, stage 3 hakuna dalili, hakuna kitu nasikia hata kidogo. Na ndio maana in order to save life, ama ndio watu waweze kupata matibabu mapema iwezekanavyo, wanataka wakuja ukiwa stage 1 ama stage 2 ama stage 3. Ukiwa stage 1 na stage 2 unaweza kuwa na tiba 100%. Unatibiwa na unapona 100%. Lakini ukiwa na stage 4, percentage wale wanatibiwa ni karibu at least 50% wanaweza kutibiwa, lakini iko na matatizo mengi sana mtu akiwa stage 4. Lakini kwa stage 1 na 2 matibabu inakuwa rahisi sana. Na ile unaweza kufanya ndio upande uweze kuwa na matibabu stage 1 na 2 ni ukiangalia, ukifanya screening, ukiwa aware. Ndio maana kama hospitali yetu the best hospital tunaweka kwamba kila tunafanya tunatibu watu saratani, lakini ile mzuri ni awareness and screening. Manake kutibu sana tunaanza kutibu tukiwa tumeshachelewa.
Yes. Sawa. Yes. Mwiroreri wa Gikuyu TV ngwihoka no urathi na mbere na guthoma maingi megie uhoro wa cancer ya nyondo. Na hihi no ukorwo wina kiuria kana ningi no wende gukorwo ukimenya ndumiriri makiria uhoro-ini wegie cancer no ya nyondo, no utwandikire ndumiri thiini wa namba iyo irathie thiini wa screen yaku. Ona ningi no thie Facebook page ine yakwa niyo Wanjeri wa Kariuki, kana Instagram page yakwa niyo Catherine Kariuki. Ona no uthingi no uthie thiini wa Facebook page ya Gikuyu TV Kenya utuke wa gutugiria kiuria kana ningi ndumiri. Ona ningi no utwire kiria ugikienda murimu ria tugikienda gukorwo tukiaririria muno thiini wa tafarire no ya urigitani. Ndugathie haraihu ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu.